vizuri, wanalala kwa madola ya pesa. Wengine wanahesabu dola peke zake, wengine wanahesabu Nigerian yen, wengine wanahesabu kwacha, wengine wanahesabu pesa mingi wako naso, wamebarikiwa. Milango, Mungu anasema urithi wetu, milango yetu haifungwi. Ndiposa nilikuwa nikafikiria maisha ya zamani, nikailinganisha na ya sasa. Mbona maisha yanazidi kuwa ngumu? Mungu anatuahidi ni kwamba sisi hatufuatilii yale Mungu anatuambia. Hatufuatilii sheria Mungu anatupatia. Milango yetu sasa inafungwa. Bwana asifiwe. Amen. Nitafunja vipande milango ya shapa. Kufunja milango ya shapa mbele yako ni kufunga visuisi vinavyokuzuia wewe usifikie malengo yako. Mungu anafunja hii milango ambayo wewe unaiona ni ngumu. Wewe ukiangalia unaona tu kisa. Wewe ukiangalia unasema haiwezi. Hata unafika mahali unajitakia kufa. Hata wakundu mulbu kuswalo mangalia otalinga. Wakundienya hutalinga. Kwa sababu anaona maisha hapa haiwezekani. Ndipo anakuta ya kwamba malango ya shapa. Bwana asifiwe. Amen. Na kukatakata milango ya chuma. Umewekwa katika prison. Yaani wamenya kila siku uoni maisha mema. Kila siku uoni wokovu na mambo inatusumbua. Kwa nini Bwana atushiki mkono kama alivyoshika Koreshi? Na aende mbele zetu na afunja hizi. Ni kwa sababu sisi tunasahau haraka. Kwa watu hatufuatilii. Kisha tukombee maisha ya mtu fulani mlikuwa na yeye na kwa msisitizo yeye akafuata anaenda mbali. Bwana asifiwe. Amen. Na hapa Mungu alisema ya kwamba nami nitakupa hazina za gizani. Nitakupa hazina za gizani na mahali zilizofichwa za mahali pasiri. Upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana. Kisiri niki liowelekaje bwana? Mahali iko Bwana aliona. Najua nilikuwa nasumbua akili yangu. Mbona tunakula mkate wa taabu? Mbona tunakula mkate wa taabu? Ndipo Mungu akaniambia atatoa